So there is this testimony. Yeah, once tulikuwa na our sister, she was very sick. Hata sijui like tulikuwa tunaye alikuwa mgonjwa. Kuna juzi amekuwa mgonjwa. Then kumbe alianza kugonjeka akiwa ABB 006. It was Tuesday. After hiyo time ya kuchagua ministers hiyo kumalizia. Then kwenda huko juu 203 nikaitwa nje kuja kumwangalia. Condition yake haikuwa nzuri. Ikabidi twende na yeye, akaanza kutembea kufika gate, akaenda na Doreen kwa nyumba. Though kutembea alikuwa anatembea, she was really suffering. Kafika kwa nyumba, we started treating her, tukamfanyia fomentation ya chest fomentation, tukamfanyia hiyo. Then after that akaanza kuomba maji, anataka maji moto kabisa, yenye ile moto kabisa. Yeah, tukamfanyia fomentation. After fomentation tukampaka peppermint juu kifua ilikuwa shida ya kifua, breathe vizuri. Tukampaka peppermint, alafu tukampatia maji moto juu alikuwa anaomba maji moto sana. Tukampea maji moto. Venye alikunywa hiyo maji moto, then akatapika. Yeah, akatapika tu hiyo maji hapo akatapika. Sasa tukasema tukamtafutia na Cayenne juu alikuwa hakuwa comfortable kukaa, alikuwa anataka kwenda kwake. So tukamwambia if it worsens atumie hiyo Cayenne juu alikuwa na insist anataka kwenda kwa nyumba. But venye alifika kwa nyumba aka text Alo. Kwa tulikuwa Alo, aka text Alo ako sawa. So I think that's a testimony. Nilifurahi sana by the way. Juu condition alikuwa ndani, hata wewe ungemuona, unaonanga hiyo, unaona mgonjwa na una feel like huyu mgonjwa kweli hakuna, yani unamshifa. Yeah, unaona tu hii hata hii kweli So but venye alienda hivyo, we thank God that alifika kwa nyumba na akatuma message ako sawa kabisa, because her condition haikuwa sawa ile tu venye alikuwa mara ya kwanza. So that's the testimony I have. Then pia ingine ni ya nyumbani, my mother alikuwa mgonjwa. Though alikuwa mgonjwa, then so okay, they are not Adventists, my parents are not Adventists. So this message ya medical mission, mnajua kwao kama sisi pia inakaa mgeni kwao, sasa si mgeni kabisa. Yeah. So alikuwa tu mgonjwa kabisa, mgonjwa. Then akasema tu hiyo fever and whatever hivyo, anasikia vibaya. Then nikamwambia juu umejaribu hizi dawa, ni kama dawa hata hazikusaidii, let us try tufanye hot foot bath. Sasa unajua you need to explain, but unajua uzuri ya kuwa na mzazi yeye anaelewa tu. Then uzuri ya mtu kuamini ile ya trust pia iko sawa juu kufanya kuna vitu tu mtu like anaona huyu hizi ni vitu gani anafanya. Then we tried tukafanya hot foot bath, nikamaliza akapumzika kidogo, nikamfanyia tena formulation because she was suffering differently. Baadaye nikamfanyia massage ile ya castor oil mix na olive oil. Then kesho yake kafika, alikuwa vizuri kabisa, ile yenye tu amepona. Hadi siku hizi tu akikuwa mgonjwa, option yake ya kwanza haikuangia hospitali. Anauliza tu ile dawa yenye ulinipatia ile iliisha, unaweza leta ingine. So that's olive oil na castor oil. Then the others kuna wenye wanamsaidia. So that's a testimony yenye niko nazo and many others. Nasema aje? Thank you. So we will come to our sister Abby. At the time. Okay, my testimony, it's not mine, but I witnessed a miracle, hot foot bath. Yeah, my brother mwenye mimi namfuata akikwanga na ugonjwa maybe malaria, homa, inamnini sana, inamsumbua sana, like he could vomit, anafanya hiyo mambo yote, like he's just very very sick. And by that time sisi hatukuwa tunajua anything to do with medical missionary, hatukuwa tunajua anything about, the only option ilikuwa hospitali. And we had our brother Abud, he really knew about medical missionary. And so it was jioni, tunajua jioni ndio ugonjwa inakuja. So akaanza tu kushake and vomit. He was really really sick and we could not find any other option. My mom said we are going to take him to hospital. The condition is too bad. And I think they had no means. But some few moments Abud said, let me try to do some treatment to him. Jioni giza imeshika, so
Kaenda kwa nyumba, Abid did some treatment, akachukua maji, akatuambia tuweke maji, tukaweka maji, akafanya tu hiyo hot foot bath vile amefanya hapa hivi. 30 minutes zikaisha, he was really shaking, very sick. And 30 minutes zikaisha, akampatia activated charcoal, akamkorogea activated charcoal, akampatia, akamwambia akae nje for some few minutes. After kukaa nje for some few minutes, of course, mambo na activated charcoal, si mnajua, you visit Luke more often. So, akaenda Luke, hata it could take even 2 hours, the whole process. He was well, alikuwa amepona, akateka shower, and he was really good. And I really witnessed a miracle. Sikuwa najua hiyo ni nini. So, tangu hiyo siku pia sisi tukiwa wagonjwa, tunasemanga ile ya kukiza kwa ndoo. We did not know inaitwa aje, but hiyo ya kukiza kwa ndoo. That's my testimony. I really witnessed a miracle. God bless you. What do you say for that? I mean, thank you. So testimonies are good because they make it real. Also, I want to say one of our brother. Hapa ndani sijui mbona hakumbuki. Ilikuwa this year, brother Lewis kama anaweza kumbuka. Lewis Ondau kama anaweza kumbuka. Ilikuwa early this year. Lewis, can you remember? Yeah, amekumbuka sasa. Early this year, tulikuwa tumetoka mission. Tunaongojea exams. Mimi nikafika hapa nikaenda town. Ilikuwa saa 5 usiku, 10 minutes to 12. 10 minutes to 12 nikapata simu from Justin Nyamweya. If Lewis can remember, alikuwa na shida ya malaria and pneumonia. Zilikuwa joined pamoja, malaria and pneumonia, so alikuwa na shida ya chest. So the only thing I can remember, Justin called me, akaniambia wako hospitali St. Anthony. Na St. Anthony kitu wenye walisema, huyu mgonjwa saizi sisi hatuna uwezo. Tunafaa kumrefer to level 5. Bungoma. Tunafaa kuwa referred kwenda huko. So mimi kupigwa simu, to be sincere sikuwa na any other option. Nilimwambia ngojea kidogo na kupigia. Hiyo time sina hata credit, but nilimwambia ngojea kidogo nafanya nini na kupigia. So after kukata simu, the only thing I did, I prayed, and then I called back. I always call back. I called back, and this is the only thing that came into my mind. Chest fermentation. Asaidiwe because alikuwa na malaria, asaidiwe na artemisia. I thank God. Ilikuwa warudi kwa Justin ama waende mpaka hadi kwake. By then aishi hapa pale penye anaishi saizi. Alikuwa anaishi diaspora huko chini, Agnes kiingia kwenda ndani. I thank God Newton nilimwacha kwangu. Elder Newton nilimwacha kwangu. So I called Elder Newton, nikakonfirm ako kwangu, nikamwambia atoke hapo kwa barabara kwa mosque au wanatoka St. Anthony huko juu. So wakikuja wapatane na yeye, waingie kwangu, wamfanyie chest fermentation na wamsaidie artemisia. I just did that by faith. Juu condition umeambiwa mtu anafaa kukaa referred to Bungoma town. Na hatuna any other way, no transport ya kufika huko, hiyo ni saa 6 usiku na hakuna any other way. So mimi nikaambia Newton toka, ensure wamekutana wote wawili. The next thing I did, I prayed and slept. That's the only option I had because nikatoka town. That's the only option I had. From there, Lewis can confirm. Newton walimfanyia chest fermentation. Ile kifua yenye ilikuwa inamsumbua Trista akatulia. And then from there, artemisia, if I can remember well, alikuja kupatiwa asubuhi. But kifua yenye ilikuwa inasumbua sana, through that chest fermentation, ilimsaidia akakuwa with ease, alafu akalala vizuri mpaka hadi the following day in the morning. Akakunywa artemisia, ndiye akapatiwa pia na nini na chakula. Akafanywa that for 3 times, asubuhi, jioni, mpaka hadi the following day, and he recovered. Sijui kama anaweza kuja aseme kutoka hiyo siku tena kama ameipata the same challenge, ilimsaidia ama haikumsaidia. Brother Lewis, nimekusaidia kukumbuka.
but ni Mungu. Mimi siwezi sema anything, it's God. If you can remember, alikuwa ameenda nyumbani, akakuwa mgonjwa akiwa nyumbani, akapeleka hospitali, akawekewa maji, akaamua kurudi shule ikakuwa more worse. The only person alikuwa nayo wa kupigia ni Justin because alikuwa around, akampigia saine, kampeleka St. Anthony kasindikana. Anaweza sema did it work, ilimsaidia na mpaka hadi saizi anaweza sema something. Praise God. Vile Muna amesema, that's the truth. Unaenda hospitali unapimwa, unaambiwa hakuna nini? Kuna ugonjwa. Mwenye anakuambia ni daktari tu. Sasa unafanya nini? Wewe unafikiri kuna ugonjwa, lakini ukipimwa hakuna ni nothing. I remember this started when I was at home. Mostly mimi nikienda nyumbani, kwa shida ya Kisii kuna baridi sana. Na hapa Western kuna joto, so inani affect. So mimi nikienda nyumbani ninakuwa sure kama nitakuwa nini, nitakuwa mgonjwa. So ilikuwa ni kama ni malaria kidogo, wakanipima, wakaniambia pressure iko 30. So the first thing walifanya ni kuweka maji chupa 2. Wakasema bado hiyo ni kidogo. Wakaongeza 2. This pressure kakuja kafika 50s. Simjini nafaa kuwa above 60. So wakapima wakasema iko sawa, utaenda tu nyumbani. So nikapumzika, kesho yake nikakuja kana kama bado pressure tu imerudi normal, but nahisi kama bado kuna malaria hapa. So nikakaa nyumbani, kana hii malaria haitaki kuisha. So mmoja wakaniambia uende shule. Nakumbuka kuna exam hapo na 3 days to exam. So nikasema wanakataa kuniambia niende shule, nitafanya na sina transport. Kapiga kula tanga nitumie 1000. Hii bado haijatosha. Nenda kidogo anga kaniambia au utaenda shule, akanipea 2000. So nikakuja. That night, hiyo mbunde sasa ndio maana story imeanzia hapa. So wakanifanyia just fermentation. So at least nikapona sasa. Lakini after 2 weeks nilikuwa saba hapo ODC. Nikasema kuna shida kidogo, nikasema waje niende kwa nyumba. Fika kwa gate, hii hakuna vile nitafika kwa nyumba. Vile mezao nilikuwa naishi kwa nuko chini kwa misitu. So nikaenda hapo tu kwa chemist, wakaniambia hii pressure yako inafaa kuwekewa maji. So bado tena nikawekewa maji. Hapa sasa nakumbuka Michelle. So tuliambiwa tulipe 1000 ngapi na 3500. Yeah. Mish paid all that fee. But later tukuja tukarekebisha mambo kwa sawa. From that day mimi niko sawa. Amen. Yeah, so inaweza tumika as an emergency hali penye kuna shida kidogo. Naweza pata alikuwa mgonjwa sana mpaka hadi saizi hawezi kumbuka. But God helped. Amen. Ni mingi naweza sema, but let me stop there. May God bless us all in Jesus' name.